Tunaanza na hawa dada wawili ambapo mmoja anaitwa Ana na shoga yake anaitwa Uii. Uii anamwambia Ana kuwa amebahatika sana kuwa na mume aliyempata na anatamani siku moja naye pia apate mume. Nisikilize, utapata mume wakati sahihi ukifika. Kiukweli wewe una bahati Ana, umetembea na mwanaume mmoja tu kabla kukutana na mume wako. Lakini mimi nimeshapita na wanaume kama 11 hivi na sioni mwenye dalili ya kunioa. Punde kuna mwamba kaingia. Huyu mchizi anaitwa Christian, ni mume wa Ana. Basi linapigwa kisi pale kisha kumbato. Yaani ile penzi ni zito sana. Mida Ana anamfunga Christian kitambaa machoni na kumleta mpaka chumbani. Ambapo alipomfungua kile kitambaa, mchizi anaona mbele yake kuna viatu pamoja na nguo ya mtoto. Baby, tunaenda kupata mtoto? Ndio, nakwenda kuwa baba. Kwa furaha aliyokuwa nayo akamhagi mke wake pale. Sasa kuanzia leo hakuna kufanya kazi yoyote ile, hakuna kupika, hakuna kufanya usafi, kila kitu nitafanya mimi. Na kama kuna chochote kinakuchosha huko ofisini, acha kwenda mara moja. Najua, lakini nataka nikujali kama mumeo. Nipo hapo kwa ajili yako. Kwa hiyo nataka mvulana au msichana, yani jinsia yoyote ambayo Mungu atatujalia ni sawa tu. Basi wakaendelea kufurahia ujauzito wao pale. Baada ya miaka 4 mbele, hii siku Christian na Ana wamelala. Alamu ikalia ambapo Ana akaamka. Hivi hujasikia kama alamu imekuamsha au? Za asubuhi mpenzi. Christian akawa anamkiss Ana. Christian, acha. Shida nini? Mdomo wako unanuka. Mchizi akawa anaendelea kumkisi. Christian, acha. Acha basi. Afu unajua sio kwamba wewe mdomo wako unanukia perfume. Nakukisi kwa sababu nakupenda tu. Naenda kupika chai. Kwani una shida gani? Mbona umekuwa mkali siku hizi wewe? Ana hakumjibu chochote akaondoka. Huko ofisini Ana anaendelea na shughuli zake za kiofisi, ila mudi inakata ghafla. Anajisemea mwenyewe kwamba anahisi kama kuna kitu anakikosa. Na haelewi ni kitu gani hicho. Ila anahisi kama kuna kitu kinapungua hivi. Anajihisi kuwa bored, kisha akachukua mkoba wake na kuondoka ofisini. Huku nyumbani Christian alikuwa akimwambia Ana kuhusu issue za kazini kwake. Ila Ana hata amsikilizi. Yaani pale upo mwili tu ila mawazo wako mbali sana. Christian akamuuliza kama yupo sawa. Ana akamjibu kitu tofauti kabisa na kile Christian alichomuuliza. Una shida gani? Au kazi zinakuchosha sana? Jaribu kuwa unapumzika. Nimechoka kila kitu, nimechoka kuwa mama, nimechoka kuwa mke. Nahisi kama kila kitu kinanichosha. Kwa nini unachoka? Nini kinaendelea? Ni mimi nimekukosea au? Hapana, ni kuchoka tu. Mchizi akawa anamtuliza mkewe pale, kisha akamwambia kuwa itabidi waende vacation walau kutuliza akili. Pengine Ana atakuwa sawa. Basi tulale. Nakupenda Baada ya wiki moja tunaona Christian na Ana wanatoka vacation. Mchizi anasema kuwa ameenjoy sana. Vipi kwa upande wako? Umeenjoy? Nilikwambia vacation itakusaidia. Nafikiri imefanya hivyo. Ila Ana anakubali ameenjoy kinyonge sana. Yaani basi tu anafanya kumridhisha Christian. Sasa hii siku Christian ameingia jikoni ambapo akawa anamsaidia mke wake kupika. Punde Ana akatokea. Oh, sikuona kama umefika, umenistua. Sasa Ana anamwambia Christian kuwa anataka wazagamuane. Mchizi anasema waende chumbani, ila Ana anataka mechi ichezwe hapo hapo jikoni. Hatuwezi kufanyia hapa. Hii ni sehemu ya kupikia. Basi sawa, njoo hapo ukutani. Hivyo huoni kama kuna vyombo hapa? Ana anaendelea kulazimisha wapinduke pale pale, ila mchizi akakataa. Ana akaondoka kinyonge sana. Huku upande mwingine Christian alikuwa akijaribu kufunga kifungo cha shati lake, ila kikamshinda. Hivyo akamuita Ana amsaidie kukifunga. Kipindi Ana anamfunga, mchizi akagundua kuwa Ana hajavaa pete yake ya ndoa. Pete yako iko wapi? Niliivua. Umeivua? Kwa nini? Sijisikii tu kuivaa. Wewe ni mwanamke uliyeolewa. Huwezi tu kavua pete ya ndoa. Hata hivyo iko wapi? Mchizi akachukua na kumvisha ile pete. Midnight kali Ana akawa anajisikia kupinduka, akawa anamkisi Christian, ila mchizi amesinzia, haoneshi ushirikiano wowote ule. Ana alivyokosa ushirikiano, akawa anakumbuka namna ambavyo ex wake alivyokuwa akimpindua. Akachukua simu akataka kumtext ex wake, ila akaacha. Huku jikoni Ana alikuwa akipika, ila akajikuta yupo kwenye mawazo kiasi kwamba chakula kikawa kinaungua pale jikoni. Punde mtoto wake anakuja na kumwambia kuwa simu inaita, ila Ana asikii chochote kile, yani akili haipo pale. Christian akatokea na kumstua. Una tatizo gani wewe? Yaani upo hapa na chakula kinaungua. Kinaendelea nini kwenye kichwa chako? Samahani, unaonekana una mambo mengi unawaza. Sijisikii vizuri. Unahitaji kwenda hospitali? Hapana, ni swala la kawaida tu. Tumetoka vacation wiki 2 nyuma. Nilifikiri upo sawa. Basi nenda chumbani ukaoge. Nakuja kukufanyia massage, sawa Nafikiri unahitaji hicho kitu. Huko chumbani mchizi akawa anamfanyia Ana massage. Ila kuna minongono fulani hivi ya chumbani Ana anaitoa. Mbona unatoa minongono ya aina hiyo wewe? Ana anamwambia mchizi aendelee na massage. Sawa, lakini punguza sauti. Mtoto anaweza kusikia. Hawezi kusikia chochote, wewe endelea tu. Mchizi akataka kuondoka. Wewe, unaenda wapi? Nimemaliza, naenda sebuleni kuangalia katuni na mtoto. Hivi upo serious kweli? Sasa mtoto wao akagonga mlango akimuita Christian. Muda huo Ana na yeye anamhitaji mchizi. Sasa ikawa ni vurugu. Christian anataka kwenda kwa mtoto na wakati huo Ana anamhitaji Christian.
Mwisho wa siku Christian akaamua kwenda kwa mtoto, Ana akabaki pale mwenyewe huku zikiwa zimemjaa kinoma. Hii asubuhi Christian na Ana wakawa wanapata kifungua kinywa, ambapo Christian akamwomba msamaha mke wake kwa kutokumpa show jana. Nilijaribu kutaka kurudi ili tuendelee, lakini mtoto akaning'ang'ania. Naona umetooa wote wawili sasa. Huwezi ukawa na wivu na binti yako mwenyewe. Nipo sawa, kwani nimelalamika? Lakini si nilitaka tufanye usiku ukanikatalia wewe. Christian, kuna kitu kinaitwa mudi. Mimi nilitaka mchana na sio usiku, na ukanikatalia. Ila sawa tu. Tupo huku ambapo Ana ameenda kwa ex wake. Hei mambo mrembo, usiniite hivyo. Nimekuja kumuona Uyi. Sasa iko hivi, huyu mchizi anaitwa Kesi, ni dada yake Uyi na ni ex wa Ana. Pale ndani kuna kochi liko kwa pembeni, ambalo ile kochi Ana aliwahi kupinduka na huyu jamaa. Akawa nakumbuka ile siku ambayo hichi kitendo kinaendelea. Ana, upo hapa? Sikutegemea kama utakuwa hapa. Nisingekuwa hapa kama simu yako ingekuwa inapatikana. Nimekukosa mpaka WhatsApp. Simu yangu imeharibika, ila nitapata nyingine leo. Niambie, kila kitu kipo sawa? Uyi, nimechoka. Kuchoka na nini? Nimechoka na kila kitu. Nimechoka nyumbani, kazini, familia. Yaani kila kitu nimechoka. Nimechoka na kufanya vitu vile vile kila siku. Kuamka, kupika, kwenda kazini, kulala, kurudia hivyo hivyo kila siku. Ndoa hainifurahishi, najihisi kuboreka sana. Basi ifanye iwe ya kufurahisha. Nimejaribu sana. Unajua Christian sio mtu wa kutoka out. Hata pombe hatumii. Nimejaribu kuendana na mfumo wake wa maisha kwa miaka 4 sasa. Nafikiri ingekuwa vizuri kama ukawa na mazungumzo na mume wako, umwambie unachojisikia. Hapana, unataka nichukulie kama mwanamke ambaye napenda matanuzi, ambaye siridhiki? Sitaki anifikirie hivyo. Basi huyu akawa anamsisitiza Ana kuwa suluhisho pekee ni kumwambia mumeo namna anavyojihisi na anataka nini. Huku upande mwingine ni birthday ya Ana. Mchizi anamwambia kuwa kwenye siku yake hii ya kuzaliwa yupo tayari kumfanyia chochote kile kwa ajili yake. Akamwambia Ana aseme chochote anachohitaji na yeye atakifanya. Kitu chochote? Ndiyo, chochote. Wewe sema tu. Umeniambia niombe chochote. Basi nisubiri hapo. Ana akatoka kidogo. Alivyorudi akarudi na kamba. Umesema chochote, si ndio? Nataka unifunge kamba namna hii kisha uninyandue kama hivi. Mchizi akacheka mno. Nikufunge nini? Huu ni utani au? Christian, huu sio utani. Nataka unifunge kamba namna hii kisha unikabe kama vile unamkaba mwizi. Mchizi akaendelea kucheka. Inafurahisha, niamini mimi, tujaribu, utapenda tu. Tujaribu nini wewe? Nifunge kamba, fungua miguu yangu, utaenjoy. Njoo. Una shida gani wewe? Upo sawa kweli? Kwa nini unataka nikufunge kamba alafu nikukabe? Vipi kama ukifa? Hapana, hakuna aliyewahi kufa kwa BDSM. Hii style inaitwa BDSM. Uliwahi kuifanya huko zamani au? Hapana, nataka nijaribu na wewe. Una shida gani? Ni aina gani ya vitabu unavyosoma wewe? Au movie gani unaziangalia siku hizi ambazo zinakupa mawazo ya kishetani kama hivi? Wewe ni mke wa Kikristo na mama, upaswi kufikiria vitu vya kipuuzi kama hivi. Umeniambia nikuombe chochote utanifanyia. Njoo nifunge kamba na ufanye please. Hivyo umerogwa au? Ana akawa anaendelea kumshawishi mchizi, ila Christian akachukua kamba na kuondoka nayo. Tukatupa huko ofisini kwa Ana ambapo alikuwa akifanya kazi. Punde Christian akaingia. Niambie, unafanya nini hapa? Nilikuwa napita nikaona nije nikupe hai. Wakiwa wanaendelea na mazungumzo, Ana akataka kushuka kwenye lollipop. Subiri, unafanya nini wewe? Nataka chapchapu ofisini kwako. Vipi kama mtu akitukuta? Hakuna atakayekuja. Kwanza hakuna mtu hapa. Sekretari wako anaweza kuja, hawezi kuja, na akitaka kuja lazima atagonga mlango. Au kuja nifunge mlango? Subiri. Tukifika nyumbani tutafanya tukiwa huru kabisa, sio hapa. Kisha mchizi akasepa. Kuna moment nyingine ambayo Christian na Ana walikuwa ndani ya gari, ambapo Ana akawa naomba tena mechi, akaforce kinoma, ila mchizi akawa anakataa. Siwezi kukuendesha kama malaya, wewe ni mke wangu. Mchizi anamwambia kuwa avumilie mpaka utakapofika nyumbani. Sasa hizi zilikuwa ni kumbukumbu za Ana, ambapo anakumbuka hizo siku yake anahitaji, ila Christian anamkatalia. Kutokana na mfululizo haya mambo, Christian akaja kumwambia Ana asingependa kumuona mkewe ana tabia za namna hiyo. Kisha Ana akamwomba radhi mumewe. Kumbukumbu za Ana kwa ex wake azikatiki hata kidogo. Akawa anakumbuka kuna siku Kesi alikuja na pingu, akamfunga Ana na ile pingu kwenye meza, kisha akamnyandua. Sasa Ana anapenda vitu kama hivi, ila anavikosa kwa Christian. Sasa baada ya kile kitendo, Ana akaja kwa shoga yake Uyi, anamwambia kuwa bado hii hali inaendelea kumsumbua. Uyi akamuuliza kama ameshaongea na mume wake. Naanzaje kumwambia mume wangu kuwa nimemisi mitindo ambayo nilikuwa nikifanya na ex wangu, na kiuhalisia ni kwamba nimechoka mitindo anayoitumia mume wangu. Ana anasema kuwa amemisi mitindo ambayo alikuwa akifanya na Kesi na anahitaji zaidi. Usiniambie unahisia na Kesi.
Wakiwa wanazungumza, Kesi akaingia na pisi yake pale ndani, akastuka kumuona pale sababu hakutegemea kumkuta, kisha akaenda chumbani. Huyu ndo kaka yangu, bado hajaacha tabia yake ya kubadilisha wanawake kila kukicha. Sasa sababu ya Anna na Christian kuachana ni hii tabia ya mchizi kucheat. Akawa nakumbuka kuna siku alimfumania mchizi na mwanamke mwingine, na hii haikuwa mara ya kwanza kumkamata. Mchizi alikuwa na cheat mara kibao, ila Anna alikuwa kimsamehe sana. Sasa kafikia stage akaona ni bora wakaachana tu. Christian akampigia Anna simu na kumuuliza yuko wapi. Anna akasema kuwa yuko ofisini kwake. Muda huo mchizi anapiga simu alikuwa ofisini kwa Anna, hivyo akajua moja kwa moja kuwa Anna anamdanganya. Baada ya Anna kuondoka, Kesi anakuja kumuuliza hivi ni kwa nini Anna anapenda kuja sana hapo nyumbani siku hizi. Tena hata usimuulizie, wewe ndiye chanzo. Umemfundisha mitindo ya hovyo mpaka ndoa yake inataka kuvunjika sababu yako. Sasa akupanga kusema, ila akajikuta ameropoka kwa bahati mbaya. Mume wake hamridhishi kama nilivyokuwa nikifanya mimi Kesi akawa anacheka kinoma. Kuna siku ambayo Christian alikuwa na binti yake. Ghafla kuna message ikaingia kwenye simu ya Anna, akachukua na kuisoma. Ilikuwa nasema hivi: "Hey Anna, nasikia umemisi nikikunyandua. Usione aibu daima. Nipo hapo kukupa unachokihitaji. Njoo kwangu nikupe furaha." Christian akapaniki kinoma baada ya kusoma ule ujumbe. Ila mchizi akajifanya kama vile hajaona kitu, akaendelea na issue zake. Baada ya kusoma ule ujumbe, Anna alikasirika mno kwa kitendo cha kumwambia Kesi kuwa Anna amemisi mitindo ambayo alikuwa akiifanya na Kesi. Anna akaenda nyumbani kwa kina Kesi na akawa anamuonya mchizi kwa kumtumia meseji kama ile. Mchizi akamsogelea, akataka kumkiss. Anna akamweka kofi. "Nisikilize, usithubutu tena kunipigia au kunitumia meseji yoyote ile." Kesi elewi tu, akawa anamwambia kuwa najua umemisi nilivyokuwa nikikukaba namna hii. Sasa kwa nini tusiende chumbani nikakufanya kama hivi? Hakuna atakayesikia. Anna akamweka kofi tena. Wakiwa wanaendelea kulumbana pale, mlango ukagongwa. Alikuwa ni Christian akisema kuwa anahitaji mlango ufunguliwe, na kama usipofunguliwa basi yeye na Anna ndo imeisha hivyo. Anna akawa anajaribu kufungua ila Kesi anamkataza. Mwisho Anna akamng'ata ndo akafanikiwa kutoka pale ndani. Huku nyumbani kimewaka leo. Christian ana hasira baraa. "Hivi bado una ujasiri wa kuwa hapa? Bado upo hapa? Hii ndoa imekufa. Usinishike. Kwa hiyo umekuwa kwenye mahusiano na ex wako kipindi chote hicho, alafu unakuja na kuniigizia mimi hapa?" Anna akawa anajitetea kuwa alienda pale kwa ajili ya na sio Kesi. "Unafikiri sikuona message aliyokutumia? Amekutumia message akikwambia kuwa muende mkanyanduane, na wala hata kuchelewa, ukaenda haraka sana." Mchizi akamkumbusha na ile siku ambayo Anna alimdanganya kuwa yupo ofisini, lakini kumbe hakuwepo ofisini. Kwa hiyo muda huo kumbe ulikuwa kwa ex wako Anna alilia mno, akajitetea kwa lugha zote, ila Christian anasema kuwa anaweza kusamehe makosa yote ila isipokuwa ili swala la kuchiti. Akamwambia kuwa itakapofika asubuhi Anna afungashe kila kilicho chake na kuondoka nyumbani. Anna akampigia simu alimtukana sana hii siku, akimtuhumu kuwa yeye ndiye sababu ya ndoa yake kuharibika, kwa sababu ndiye alimwambia Kesi zile habari za Anna, ambapo kapelekea Kesi kutuma ile meseji kwa Anna ambayo imevunja ndoa yake. "Sasa nimeelewa, ulitaka nipewe talaka niwe kama wewe. Nimeelewa ulichokuwa unakitaka." Anna akatukana mno, akatupa na simu huko. Kesho yake akaenda kwa Anna. "Umefuata nini hapa?" "Anna, unajua siwezi kufanya kitu cha kukuumiza makusudi." Akawa anamuelezea Anna kuwa hakukusudia kumwambia Kesi, ila ilikuwa ni bahati mbaya tu walipokuwa akiongea akajikuta ameshasema bila kutarajia. Anna hakutaka kumsikiliza zaidi, akamfukuza. "Christian, naelewa hali ilivyo ni ngumu kuniamini, lakini na hapa hakuna chochote kinachoendelea kati yangu mimi na Kesi. Siwezi kukuchiti. Nimekuacha ndani mpaka sasa hivi ili uanze kupaki vitu vyako. Christian, naomba nipe nafasi nijielezee. Hakuna cha kuelezea kwenye usaliti. Ulimaanisha kufanya hicho kitendo?" "Sio kweli, nilienda kumuonya kuhusu ile meseji. Nilisoma hiyo meseji, inajieleza kuwa umemisi kunyanduana naye. Kumbe mimi sifai kiasi hicho. Kwa hiyo hicho ndicho ulikuwa ukimwambia Kwa nini unamwambia rafiki yako kuhusu mambo yetu ya ndoa?" "Nilihitaji tu mtu wa kuongea naye. Samani Christian." "Ninaenda kazini, nikirudi nisikukute hapa." Mchizi akasepa. Akiwa kwenye gari anampeleka mtoto wake shuleni, udogo akamuuliza kama kuna tatizo lolote kati ya mchizi na mama wa udogo, sababu alimuona mama yake amelala sebuleni badala ya kulala chumbani. Kisha dogo akamuomba baba yake wamalize tofauti zao. Tukatupo huku kwa na Kesi, ambapo alimfokea sana kaka yake kwa kitendo alichokifanya. Huku pande mwingine Christian akampa nafasi Anna kujielezea, ambapo Anna akafunguka namna ambavyo alikuwa akijihisi kubadili mifumo tofauti chumbani. "Na kwa nini hukuniambia mpaka ukaenda kumwambia
Sasa mimi sio ex wako na siwezi kukupa burudani ambazo ulikuwa ukizipata huko. Naenda kufuata karatasi za taraka haraka iwezekanavyo. Natumaini utakipata ulichokitafuta. Kisha mchizi akasepa. Ana akabaki analia mno pale. Ana akamfuata akamwambia kuwa huwezi kuniacha kwa kitu ambacho sijakifanya na unaelewa ukweli kuwa sijakuchiti. Wakabishana sana pale. Kisha Ana akamwambia kuwa ni sawa kama hicho ndicho unachokitaka. Kama kitakupa furaha ni sawa. Nasubiri hizo karatasi za taraka. Kisha akamalizia na neno kuwa sijawahi kukuchiti. Kisha akaondoka. Uyi akarudi tena kwa Ana na wakasameheana kwa kila kitu kilichotokea. Tukatupa huko chumbani ambapo tunamwona Christian amevaa kipilot. Wewe na ex wako hamjawahi kusafiri kwa ndege, si ndio? Ana anamshangaa mchizi tu na mavazi yake. Hapana, hatujawahi. Mchizi akatoa nguo zingine ambazo huwa wanavaa hudumu ndani ya ndege. Badilisha nguo zako sababu huyu pilot anataka kusafirishe mpaka Paradiso. Ana haamini mchizi kama kamsamehe. Christian akasema kuwa amefanya utafiti na ameelewa Ana alikuwa anataka nini. Na mara nyingine niambie kwanza, sio unaenda kumwambia rafiki yako au mtu mwingine yoyote. Basi kikabidi kinuke eneo la tukio, wakawa na watch movie na vitu kama hivyo, na sasa hivi wana furaha kabisa. Na hapo ndo nakuwa mwisho wa movie inayoitwa After I Do. Toa maoni yako, umeonaje kazi? Hii hapa ni High 14 na mimi ni Clever OG. Fanya kusubscribe ili uwe kwanza kupata kazi zetu pale zinapotoka. Till next time.